ilikuwa kule saa moja, wageni mpaka kusifika saa tatu hawaondoki wapo. Unafanyaje sasa? Wanafunzi wa Yesu walikuwa sio wanafiki, walifuata Yesu mara moja, akaambia Bwana mkubwa, waache waende hao kwa chakula chao, maana saa imepita. Saa gani imepita? Saa ya kuisha pita, bado wako waache waondoke. Yesu akasema wapeni chakula. Baada ya kuwa Yesu akawapa chakula, akamuuliza huko, akatoka naye anaishi akasema, wewe tunakuwa tunahangaika ili asilimia 50 kama sio 60 ya mahangaiko yetu, tunahangaikia nini? Si chakula, mambo ya mavazi na mengine yanafuata baadaye. Kama kujala ukashiba, akili haifanyi kazi sawasawa, na kwa ukiwa na njaa unaweza ukapelekesha unavyotaka kwenye chakula. Akikwambia njoo nawa, sogea kidogo, subiri kwanza, utafanya tu, una njaa, utapelekesha anavyotaka kwenye chakula. Akasema sasa, kama mahangaiko yetu zaidi ya nusu yameshasaidiwa, huyu mheshimiwa akiwa mfalme sinakuwa sawa, sisi tutahangaikia mavazi na kulala. Chakula Yesu anafanya kidogo, tunagawana, tunakula, tunabaki, tunaendelea kutafuta mambo mengine. Wakawaza wafanye kuwa mfalme wao. Kwa kuwaza huko, hata wanafunzi wakaliona hili wazo la kichwa, kaanza kuwaza sasa, kama huyu akiwa mfalme, wewe Petro utakuwa na wewe Yohana utakuwa nani? Kila mmoja anaanza kujiona kwenye wazi fulani. Wanaona serikali ya Warumi haiwapa chakula, inaingia ni serikali ya Yesu, utapata chakula, alafu sisi tutakuwa na sisi na vyeo hapa. Yesu alipogundua hili, akaona hapo niko peke yake. Sasa ili hapo mtaka ya wote nianze na hao wanaozunguka, kabla hawajazunguka vizuri waondoke. Somo la kwanza akawalazimisha wapande chomboni waondoke, ili abaki na wale wachache ambao anawaondoa. Japo mtani wengi, lakini alikuwa anaweza kuwaondoa kuliko hao wachache kwenye kubwa. Wameondoka sasa, na baada ya hapo inakuwa rahisi kwake kuagana na makutano, naye anapata muda wa kutosha wa kwenda kusali. Hawa watu wanaenda katika siku zamu ya 4, sema zamu ya 4, wana wa Israeli usiku walikuwa wanagawa sehemu 4. Zamu ya kwanza inaanza saa 1 mpaka saa 3, inaanza saa 3 mpaka saa 6, inafuata saa 6 mpaka saa 9. Sasa hii zamu ya 4 maana yake ni saa 9 mpaka saa 12 asubuhi. Ndipo Yesu anaamua kuwafuata wakiwa chombo chao kimeshapigwa mawimbi ya kutosha na wameshaingiwa na hofu ya kutosha. Wanamuona Yesu anakuja, wanachanganyikiwa. Kwa hiyo hofu ile, wanaona kama vile kivuli kinatembea, wanaanza kupiga yowe. Yesu anaambia msiogope, ni mimi. Petro akasema kama ni Yesu nami naweza nitembee juu ya maji. Yesu, kama ni wewe kweli, hebu niamrishe. Petro alitembea, lakini anapoona kama upepo anapata hofu tena, anaanza kuzama, anamuita Yesu, niokoe. Na hapa ndipo dhamira yetu ya leo iliyokaa. Ya kwanza, walienda boti, wametumwa na Yesu, na hii dhoruba iliwakuta wakiwa katika utii wao. Kumbe hata sisi tunapoitwa katika miito yetu mbalimbali, ile ya kimaisha, padre, sista na ndoa, au miito yetu ya kazi, au miito mingine ya kutumikia
sio kwamba kuitwa na Mungu mambo yaliyopo. Unaweza kutoka nyumbani sana kabisa ukaja kanisani, kama tumeibiwa unaanza kujuta ipa nilienda kanisani singepata. Yaani katika kutenda mapenzi ya Mungu kuna majaribu pia, sio tegemea kwamba jambo tunaweza kwenda kanisani wakati mtu tukapata ajali na sasa sikula nyingi baki tu nyumbani kama waliobaki wengine. Katika kutii kwetu tuyapokee hayo kama changamoto, tuyaone ni sehemu ya maisha wala yasitishe. Kitu kingine shangazi kwa uzoefu wake, mkongo wake, hatukutegemea hawezi kufanya vitu kama hivi. Petro kwanza imani yake bado yuko ndani ya uhusiano, ni mtu ambaye amekulia kwenye maji jana, sasa amezekea huko, ana uzoefu na maisha. Sasa hofu anatoa wapi? Na ameanza vyema kabisa, amejiona anatembea, anaenda, lakini alipotazama tu akapata. Na sisi pia kuna sehemu ambazo tumezizoea na tunafanya vyema, lakini kwa sababu ya hofu ambayo katika somo la kwanza hii tunashindwa kutenda wema, tunashindwa kusimama imara. Pia ametenda kitu kikubwa, wale manabii wa bahari amewateketeza, amesali Mungu ameshuka, wameuawa wote. Anatokea tu mke wa mfalme anamwambia aliyeoa hao waganga wao, waambieni natafuta roho yake. Anaanza kuona Mungu wake ni mdogo, anakimbia, anajificha, Mungu anaanza kumtafuta. Ametishwa na mtu mmoja, lakini kaua watu wengi. Hajaua peke yake, alisaidiwa na Mungu, lakini hofu inamtisha. Nasi pia tuulizane, hivi hapo kuna kitu gani kinakunyima usingizi? Kwa nini usikulala? Kuna jambo gani ambalo linamtisha? Yaani hata sasa hivi ukiwaza hapa, unaweza kuanza kuona machozi tu yanatoka hapa. Hizo wenzetu mimi kuelezea, nasema wewe acha. Ama ni jambo gani usiku ukiwaza usingizi upati? Kama ilikuwa ukiwaza saa 3 mpaka saa 12 unajigeuza tu, wakati mwingine mpaka unaliota, na kila ukiota wakuta kufuata nyumbani. Ni jambo gani hili? Je, pale kesho na kwenye usingizi ni madeni, ni kazi yako, ni wadau, ni jirani zako au wenzako wa ndoa au wenzako wa soka za shukrani au ni mchumba wako. Hicho ndicho kinakunyima usingizi, na kweli tutakosa usingizi sana kama utakitazama na ukiwaza kicho na ukipa nafasi hiyo kubwa kiasi hicho bila kumtazama Kristo. Tutazama na kweli utazama, kama unakibeba moyoni muda wote unapokwenda, kitakufika cha Petro. Maana Petro alishaona watu wengi wakiwa maji, kwa alipotazama ule upepo unavyokuja, mawazo yote yakaanza kuona, nitakufikia, nitapotelea huku, watanitafuta hawataniona, na uzee wangu na kufa, naacha familia yangu bila kaburi, bila kumbukumbu yoyote. Nadhani